CK. Aha. Hivi kuna swali na ambalo unaweza kauliza Waislamu, maybe unaona wamevaa kanzu, wakienda mswala wanaenda mara 5. Wanaosha mayo na wanatawadha na maji. Maybe kuna swali maybe unaweza uliza Waislamu. Si kwa leo. Si kwa leo. Wewe uko tayari nikuuliza kaswali kadogo? Si leo. Si leo. Mimi niko na kaswali kadogo tu, nilikuwa nataka nikuulize. Wewe unaenda kanisani kama Yesu. Yesu alienda kanisani? Mimi si kwa leo, siongei. Dada yetu Alice anasema si kwa leo, anaogopa maiki, anaogopa kamera. Unajua kanisani anaogopa. Acha tusalimie ndugu yetu. Leo nisalimie ndugu yangu, siogope. Wewe ni mwanaume. Mimi naitwa Omar, wewe unaitwa nani? John. John the Baptist. Yeah. Aha. Muislamu Kristo? Mkristo. Aha. Sasa John anaitwa Yahya kwa Kiarabu. Lakini kwa Kizungu nasikia unaitwa John. Unaonaje ukuwe huyo Yahya wewe? Ukikuwa Muislamu tunabadilisha tu kidogo tu unaitwa Yahya. Sisemi kitu hapo. Hivi John unaenda kanisa gani siku hizi? Adventist. Wewe ni Msabato, Seventh Day Adventist Church. Iliyoanzishwa na Helen G. White kutoka America, Michigan. Ni kweli? Yeah. Aha. Kwa hivyo nabii wenu ni mwanamke au mwanaume? Mwanamke. Aha. Na katika hiyo Seventh Days inakuwa ni siku gani mnashiriki? Siku ya 7 katika juma la wiki. Siku ya 7 katika juma la wiki. Kwa hivyo ndio siku gani hiyo sasa? Saturday. Siku ya Sabato. Aha. Jumamosi. Tunasema Jumamosi. Mnasema Jumamosi. Na katika wewe unaamini Biblia? Naamini. Kabisa? Hiyo siku ya Jumamosi kuna mahali umeandikiwa muende kanisani? Hamna, sijiona. Hujaiona, lakini wewe unaenda? Naendanga. Kwa hivyo ufuati Biblia? Hapana. Kwa maoni yangu mimi sifuati. Ndugu yetu anasema kwa kweli Jumamosi hakuna kwa Biblia, ni kana kwamba hafuati Biblia. Lakini unaenda siku gani? Siku ya Sabato. Na ndio siku gani? Jumamosi. Kwa Biblia ipo? Ipo. Barikiwa sana. Ndugu yetu amesema haipo. Usiende, niko na zawadi yako kidogo. Katika hiyo siku ya Jumamosi na ambao unasema haipo kwa Biblia, Yesu katika maisha yake alikuwa anaingia Sabato siku ya Jumamosi? Kulingana na mimi, siku yote Mungu alikuwa anafanya kazi yake. Aha, yeye anasema kulingana na yeye siku zote Mungu alikuwa anafanya kazi kulingana na yeye. Sasa hiyo siku ya Jumamosi Yesu kuna siku ameenda moja kwa moja akaingia kanisani? Huko Yerusalemu. Kanisani akaingia? Yerusalemu. Hebu tupe andiko. Biblia iko hapa. Siwezi kumbuka. Huwezi kumbuka. But at some point tunapatanga basta atuambianga wakati siku ya Sabato aliendanga kanisani, alipata watu wakifanya biashara. Walikuwa wanafanya biashara katika siku ya Jumamosi. Na Mungu mwenyewe alikataa, akasema hiyo haiwezekani, haiwezi fanyika kanisani. Mahali watu wanaabudu. Sasa ndugu yangu, hiyo siku ya Jumamosi Mungu aliikataa hiyo siku, na ambao walikuwa wamepewa Yahudi wana wa Israeli. Mungu aliikataa na akakataa na akasema ataleta siku nyingine. Hebu tumsomee Biblia kidogo, asiseme ni maneno yetu. Aseme hawa mashehe wa hapa Nakuru maybe wamekuja kuniendea mambo zingine. Hii ni Biblia yenu na ambao mnatumia. Hebu nisomee Isaya 1:13. Isaya 1:13. Usikie Mungu vile anasema kuhusu hiyo siku na ambao mnasema ni siku ya Sabato. Isaya 1:13. Sikiliza andiko, hii ni andiko ya Biblia. Isaya 1:13 nasema kwa wale wanaosoma haya maandiko matakatifu ya Biblia. Ndio. Msilete tena matoleo ya ubatili. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mungu anasema uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya. Ndio. Na Sabato. Mwezi mpya tena inatajwa Sabato na Sabato. Anasema mwezi mpya. Ndio. Na Sabato. Ndio. Kuita makutano. Siyawezi maovu hayo. Mungu anasema hiyo Sabato na makutano vile mnaitananga siku mwezi wa 7 mnasema ni makambi. Mungu anasema hayawezi, anayaita nini? Maovu. Wewe unaweza enda mahali Mungu amesema hapo ni paovu? Hapana. Hapana. Aha, maliza andiko. Maana siku hiyo Mungu anasema hayo maovu hayataki na ameyakataa.
na ndugu yetu anasema yeye anaenda Jumamosi. Hebu tusikie vile Mungu anasema. Hiyo Isaya kidogo tu, alafu uende kidogo tu, dakika moja. Gari jaondoka, imegurumishwa tu. Inasema hivi tena tukiwa hapo huwezi kukuacha. Inasema ndio, msilete tena matoleo batili. Ndio, uvumba ni chukizo kwangu. Mungu anasema uvumba ni chukizo kwake. Mwezi mpya na Sabato, mwezi mpya na hiyo Sabato. Inasema siawezi maovu hayo. Ndio, na makutano ya ibada. Ati makutano ya nini? Ibada. Makutano ya ibada. Na siku ya Jumamosi mnaenda kufanya ibada. Aha, Mungu anasema hataki nini? Ndugu yetu ameelewa. Sasa katika maisha yako Yesu kuna mahali alikuwa anaingia, hakuwa ingia kanisani. Unapajua ni wapi? Hujui? Tukuonyeshe leo, si ndio? Haya, Luka 4:16. Luka 4:16. Sikia mahali Yesu alikuwa anaingia katika maisha yake siku hiyo, unasema ya Sabato. Sikia mahali Yesu alikuwa anaingia. Luka 4:16. Inasema kitabu cha Luka 4 mstari wa 14. The Bible says, Biblia inasema hivi. Ndio. 16. Akaenda Nazareti hapo Yesu alipolelewa. Yesu akaenda Nazareti hapo walipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Unaijua sinagogi? Mahali patakatifu. Aha, kumbe sinagogi ni mahali patakatifu pa kufanyia ibada, si ni kweli? Tabia ya Yesu ilikuwa ni kuingia hapo sinagogi, anafanya ibada. Wewe unaingianga wapi? Naingia huko nyuma. Wapi? Sinagogi ama kanisani? Kanisani. Na Yesu anaingia sinagogi. Walioandika hii Biblia waliongozwa na Roho wa nani? Mtakatifu. Wanaweza kosea? Unajua sinagogi ni nini? Hapana. Tukuonyeshe leo ujue sinagogi ni nini, si ni kweli? Kwa sababu walioandika Biblia hawezi wakakosea, na waliongozwa na Roho wa Mungu, wale hawezi wakakosea. Hebu sikia vile walituambia sinagogi maana yake ni nini. Hebu mwalimu wangu tumuonyeshe ndugu yetu asione kama Waislamu wachoyo. Sisi tunakufunza mpaka Biblia yako pole pole tu mpaka uelewe. Hapa ndugu yangu. Angalia hapa, wewe ni msomi. Kibaki alimaliza kazi. Hapa nasema sinagogi. Maana yake hapa msikiti wa Wayahudi. Aha, kumbe sinagogi ni msikiti wa nini? Na Yesu kabla yake alikuwa ni Yahudi. Aha, alikuwa anaingia sinagogi. Na tumeona sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Aha, kumbe tabia ya Yesu alikuwa anaingia sinagogi. Na wewe unaingia wapi? Kanisani. Kumbe umfuati nani? Mfalme. Umfuati Yesu kwa sababu Yesu anaingia sinagogi, wewe unaingia kanisani siku ya Sabato. Na tumeona siku ya Sabato Yesu alikuwa anaingia sinagogi na ambao ndio msikiti, lakini wewe unaingia kanisani. Bi maana umfuati nani? Yesu. Aha. Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwa nani? 11:29 Mathayo. Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hivyo tukitaka kujifunza kitu tujifunze kwa Yesu, kwa kuwa ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Aha, Yesu akienda msikitini na sisi tuenda wapi? Kanisani. Msikitini. Kwa sababu tunajifunza kwa Yesu. Yesu anaenda msikitini na sisi tunaenda wapi? Tunafaa tuende kanisani. Msikitini. Kanisani, kule kanisani kuna kitu na ambacho kiko kule. Wacha mwalimu wangu akuje tukusomee hiyo andiko moja. Kanisani kuna kitu na ambacho kinaongelelewa kule kanisani. Maana Yesu alikuwa anaingia msikitini na tumeona msikiti ni sinagogi, lakini kanisani kuna kitu kipo. 11:17 Wakorintho wa kwanza. Sikiliza Biblia kabla gari ijae. 11:17 Wakorintho wa kwanza. Ndio. Ndugu yetu tu mzuri tu John anataka kuona haki. Wakorintho wa kwanza. Biblia tuko nazo, Qur'ani tuko nayo hapa. 11:17 inasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Inasema hivi. Ndio. Lakini katika kuagiza haya si wasifu. Ndio. Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Ndio. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu. Nami nusu na sadiki. Andiko limesema kwa maana kwanza mkutanikapo hapo kanisani nasikia kuna faraka.
nami nusu na sadiki. Kwa hivyo kule kanisani kuna nini? Sadiki. Hasara. Hasara. Unaweza enda mahali kuna hasara? Hapana. Aha. Kwa hivyo unafaa uende mahali kuna faida. Nikuonyeshe faida nisikuonyeshe? Haya, Qur'ani 3:19. Kusomea Qur'ani leo. Huda linnas, hii ni mwongozo kwa watu na ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Huda linnas, Qur'ani ndio hiyo. Sikiliza Qur'ani 3:19. 3:19 Al-Karim inasema ba'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Naam. Bila shaka ndio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Aha, ndugu yetu amesema hawezi taka mahali kuna hasara, anataka mahali kuna faida. Hii ni haki. Inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Islam. Si ni kweli? Sio sisi tumesema, ni kitabu kimesema. Kwa hivyo ukitaka haki unafuata nini? Islam. Unafuata Islamu kwa sababu Islamu ndio haki. Hii nyingine ni batili. Na ndugu yetu John, wewe kwanza ulizaliwa ukiwa Muislamu. Umebatizwa? Kwanza wewe hata ni Muislamu tu. Ni maneno tu unatamka tu unakuwa Muislamu. Maneno tu mawili tu, kama hujapelekwa kwa maji. Hebu sikia Qur'ani vile nasifu. Wewe kwanza umezaliwa ukiwa Muislamu. Qur'ani 30. Ni ile tu wazazi walikuchukua wakakupeleka kanisani. Qur'ani 30. Sikia Qur'ani. Wewe ulizaliwa ukiwa Muislamu. Ile tu wazazi walikuchukua wakakupeleka kanisani pale. Suratul Rum 30 Al-Karim inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Qur'ani inasema basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Na dini iliyo sawa sawa tumeona ni Uislamu. Teremka. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliombea watu. Kwa hivyo umbile lako na ambalo ulizaliwa ni umbile na ambalo ulizaliwa nalo la Uislamu. Teremka. Inasema hivi. Ndio umbile Mwenyezi Mungu aliombea watu. Ndio. Yaani dini hii ya Kiislamu. Inafikiana barabara. Ndio. Na umbo la kibinadamu. Kwa hivyo wewe ndugu yetu John, wewe ulizaliwa ukiwa Muislamu. Unaitwa nani? Samueli. Asante Samueli, unasema wewe ni Muislamu sio? Kila mahali, niko kila mahali. Asante. Yaani leo kisaji kila uko kwa Uislamu unakwenda wiki moja, kwa Kristo wiki moja. Kila mahali. Asante. Lakini tufanya wewe kwenda kila mahali nini ndugu yangu? Hebu nieleze. Ni imani yangu na roho yangu. Imani yako na roho yako, si imani ya vitabu? Hapana. Sasa imani kama hiyo hakuna. Haiwezekani wewe Muislamu iki kwa Mkristo. Haiwezekani. Hivyo iwezekani, lakini mimi najaribu. Lakini sasa haiwezekani kwa maana kuwa na msimamo. Amantu billahi tumastakama. Muamini Mungu na uwe na msimamo. Kweli. Ushaona? Kwa ndugu yangu mimi nimekuja, sio naamini katika Biblia na Qur'an, naamini kitabu gani? Biblia. Unaamini Biblia. Asante. Kuna kitabu moja katika kitabu, naomba mwalimu anisomee hapa kidogo. 11:29 Mathayo. 11:29. Kitabu cha Mathayo. Shika mic. Dada ujambo? Si jambo. Njoo hapo usalimie. Hadi salamu za Mungu. Salamu za Mungu pia. Keti hapo usikize. Ndio. Songea. Ndio. Dada unaitwa nani kabla tutoe maandiko ndugu yangu? Masi. Ndio. Inasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yali kujifundisha kwa Yesu. Na mbona tutoke kujifunza kwa Yesu? Nyakati wa pili 20:20. Nyakati wa pili inasema wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, nao walipokuwa wakitoka Yoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda na enyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Asante. Ili wewe ukitaka kufanikiwa, kumbe katika hii dunia uamini manabii wa nani? Wa Mungu. Na manabii wa Mungu si mmoja, kuna Yesu, kuna Muhammad, kuna Ibrahimu, kuna Musa, wote ni manabii wa Mungu, si ndio? Kwa hivyo tunafaa tuamini nani? Mungu. Tuamini Mungu na tuamini manabii, kweli si kweli? Kweli. Sasa hebu angalia manabii, tusikie manabii. Tuanze na nabii mmoja anaitwa Ibrahimu. Sawa 17:3 Mwanzo. Hebu nikuulize, ukisikia jina Abraham, watu gani hutumia jina Abraham? Ni Waislamu ama ni Wakristo? Wakristo. Ubarikiwe sana. Na Ibrahimu? Ibrahimu na Waislamu.
Asante sana. Ibrahim kina nani? Waislamu. Asante, ubarikiwe sana dada. Materemka. Inasema Abrahamu akaanguka kifudifudi. Inasema Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Asante. Umeniambia Abrahamu ni jina wa Kristo, kweli si kweli? Umekosea. Umekosea. Ndio, Wakristo wanaitanaga Abrahamu, kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli. Waislamu Ibrahim. Na Mungu anamwambia kuanzia leo hautaitwa nani? Abraham. Bali utaitwa nani? Ibrahim. Kumbe Mungu anakataa jina ya dini gani? Ya Kikristo. Anataka jina ya dini gani? Islam. Kumbe Mungu anataka jina la Kiislamu, si ya Kikristo, kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kweli. Asante. Sasa hebu angalia, Ibrahimu alianguka kifulifuli, yani alisujudu akaweka paji lake la uso chini. Unaona? Tuulize Musa. Musa naye alifanyaje? 34:8 Kutoka. Kitabu cha Kutoka 34:8. 34:8. Inasema hivi, Musa akafanya karaka. Akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Asante. Musa wakati anamwabudu Mungu aliweka kichwa chake paka wapi? Chini. Paka wapi dadangu? Chini. Watu gani weka kichwa chini wakati wa ibada? Islam. Kumbe Musa alikuwa nani? Muislamu. Na Ibrahim alikuwa nani? Islam. Islamu. Tuangalie nabii mwingine Daudi 95:5 Zaburi. Zaburi 95:5. Inasema hapo. Inasema njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Angalia, Daudi anaita watu wake akiwaambia njooni tuabudu, tusujudu. Tufanye nini? Piga magoti. Tusujudu. Tufanye nini? Tusujudu. Na watu wanaosujudu kisha wakapiga magoti, yani wakakaa katika tahiyatu. Watu wa dini gani? Islam. Waislamu. Kumbe Musa, Ibrahimu wote walikuwa dini gani? Islam. Hebu tuangalie Muhammad naye alikuwa dini gani? 48:29 Qur'an. 48:29 Qur'an. 48:29. 29. Haya, Qur'an inasema hivi, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Nakufahamu. Muhammad ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Utaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Asante. Wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Na fadhila zake. Sasa kumbe Muhammad pamoja na Waislamu wanarukuu na kusujudu na kufanyaje? Sujudu. Na tumemwona Musa amefanyaje? Amesujudu. Tumemwona Ibrahimu amefanyaje? Amesujudu bwana. Tumemwona Daudi amefanyaje? Amesujudu bwana. Kumbe ibada ya hao manabii wote ilikuwa ibada ngapi dada? Ibada moja. Wote waliabudu wakifanyaje? Sujudu. Wakisujudu. Kwa hivyo sisi wote Muhammad na Waislamu wanafanyaje? Wanasujudu. Kumbe pia wewe unafaa kufanyaje? Sujudu. Muulize Yesu 26:39 Mathayo. Naye alifanyaje ibada? 36. Kitabu cha Mathayo. Inasema hivi. Nifike hapo. Asiseme nasoma kwa kichwa. Karibu dada. 36. Inasemaje? Inasema hivi, tuanzie 39. Anza 36 upate uhondo. Inasema kisha akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, wakaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akamwambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba. Asante. Kumbe Yesu akiomba Mungu katika mlima wa Gethsemane anaweka kichwa yake wapi? Chini. Asante. Na Musa naye aliweka kichwa yake wapi? Chini. Ibrahimu akaweka kichwa wapi? Chini. Muhammad akaweka kichwa wapi? Chini. Kumbe wote ni Waislamu? Waislamu. Nyinyi ndio Wakristo. Kwa hivyo mnafaa pia nyinyi mwe kina nani? Waislamu. Kuanzia lini? Kuanzia leo. Uko tayari? Kwa Muislamu si jambo ngumu. Huyu ndugu yangu hapo Muislamu atakuongoza na naona nyinyi marafiki.
Unaona, si kweli bro? Kabisa. Utamuonesha jinsi ya ibada na mambo mbili, hata ule alisilimu. Huyo alisilimu, nilimsilimisha pale Jamia Mosque. Hebu njoo watu kuone. Huyu naye nilimsilimisha pale katika msikiti wa Jamia pale. Ndiye mimi. Ndio, ulisema ukumbusha jina. Mimi naitwa Yusuf Otieno. Ulikusilimisha mwaka gani? Ilikuwa 2018. Unaona huyo pia alisilimu, unamwona? Sasa na wewe usilimu dada, na wewe usilimu. Ile buibui, ile nguo ya buibui nitafuta, haitakosa, nitatafuta moja. Na wewe pia tatafuta moja, na angalau tujistiri, ukae katika njia nzuri, upendeze. Au unasemaje dada? Sina neno. Hauna neno. Brother, na unasemaje bro? Najaribu. Asante. Sasa hakuna shida. Kwa hiyo mimi dadangu namkaribisha. Unapenda jina gani za Kiislamu? Kuna Amina, kuna Fatuma, kuna Maryam, kuna Zainab, kuna Zaituni, kuna Zamzam, kuna Kulthum, kuna Hadija. Unapenda gani? Maryam mamake Yesu. Sasa ushanifahamu ushaona? Sasa Maryam, sasa ili uwe Maryam wa kweli kuna maneno utayataja ili wewe kuwa Muislamu. Unasemaje? Ndio. Sema bismi lahi rahman rahim ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullahi. Asante sana. Hapo kama maneno machache nimekufanya wewe kuwa Muislamu. Naomba songea karibu, angalau songeza karibu kidogo. Songeza karibu moyo. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Mwenyezi Mungu mmoja tu. Nakiri na kukubali ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Takbir Waislamu. Takbir. Tayari ushakuwa Muislamu dadangu. Sasa wewe ni Maryam wa kweli, si mambo ya mchezo. Apate elimu na mwelekezi. Mimi niko pale Jamia, lakini kesho naahidi nitafuta kama ni dera, hata kama ni nguo nzuri kidogo, angalau apendeze dadangu. Unaona dadangu bado mdogo, nataka nafanye nguo maridadi. Unasemaje? Unasema songea karibu. Naam, nikumbushe majina yako. Ismail Njoroge. Na wewe mtu wa kusilimu ama pia wewe umezaliwa katika Uislamu? Mwenye pia nilishika kalma. Ulishika kalma? Naam. Asante sana. Ismail Njoroge. Sasa huyu Mariamu hakikisha jamani asirudi katika Ugalatia, katika Kristo. Apate mavazi, tutatafuta mavazi inshallah. Nampata wapi kesho? Hapa stage tutapata. Huyo sana ushinda hapa stage. Hapa stage. Anajaza gari. Okay. Atapendeza sana akipiga bodi ya gari hivi na amevaa buibui. Amejistiri vizuri na chini yake na itapendeza kweli kweli. Sasa mimi inshallah tafanya bidii juu na chini, hata kama niyo dera ya kike ipatikana na bana apate nguo angalau za kujistiri inshallah. Kwa hivyo tunazidi kuhimiza Waislamu ambao kwamba wanatuona sasa hivi. Hii ndio kazi, na watu wanasilimu dada kama huyu. Hatuna nguo za kuwapatia. Tunaombeeni jamani Waislamu, fanyeni hala. Kuna watu wanasilimu wataka kanzu, wataka makofia. Ndugu zangu Waislamu, popote pale ulipo ndugu wangu Muislamu, unaweza kanzu kututumia, pengine uko US, uko Canada, uko Egypt, uko popote pale, basi ndugu zangu tutumieni nguo angalau dada kina hawa wakisilimu, kina dada kama hawa wanapata stara. Kwa hivyo dadangu karibu sana. Nimefurahi, mimi nimesikia vizuri ukiona dadangu amesilimu. Kesho mimi nitatembea hapa inshallah. Angalau hiyo buibui, hata kama si buibui, hata kama nini dera ile. Ushafahamu? Angalau apate moja inshallah. Sawa. Asante. Karibu sana. Amin. Ameacha salamu yangu. Mimi ni mwalimu Abubakar. Wewe twaje? Kwa Ezekieli. Sasa Ezekieli. Wewe unakuwa unatoka sehemu za Kongo kweli, si kweli? Hapana. Burundi. Ndio. Sasa mimi nakukaribisha katika Uislamu. Burundi tuna misikiti mingi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Sasa mimi nakukaribisha na wewe Muislamu. Uislamu ni kusema la ilaha illa Allah. Yaani hapana mola pasiye kuabudiwa ila Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Kabisa. Unaona? Uislamu unakataa miungu mingine, miungu ya kisanamu,
miungu yote, miungu ya makaburi Uislamu unakataa. Kwa hivyo mimi najua una biashara nzuri na Mungu abariki kazi ya mkono wako, lakini pia na hivyo mimi nikukaribisha katika Uislamu. Uislamu ndio njia pekee itakayokufikisha kwa Mungu. Unasemaje? Asante sana. Wakati ikifika, yani unajua kila kitu ni wito. Sasa leo kuna wito, leo kuna wito, ndio kwa maana umesimama. Leo ungekuwa sasa kuna wito, haungesimama. Kwa hivyo kuna wito ndugu yangu Kabisa. Sasa kusilimu ama unavyokwenda tu unakuwa Muislamu, unaenda shughuli zako. Kesho tunaanza Ramadhani, kesho tunafunga Ramadhani. Hiyo ni ukweli. Tufunga za kutenza, nataka pia ufanye kazi upate riziki yako, na kesho nikikutana na wewe, unajua mimi napenda zile. Asante. Karibu basi, mimi sita kutenza, nataka pia ufanye kazi upate riziki yako, na kesho nikikutana na wewe, unajua mimi napenda zile. Kijana anaitwa Omar Muniu, mchukuu kama wewe, umetoka kule mlimani, ametembea na mimi kidogo, sio kusalimie. Jambo ndugu yangu. Nzuri sana. Na wagayoroge hamwe nawe. Roho hamwe nayo. Aha, kumbe wewe Mkikuyu. Hivi unaonaje kuhusiana na Uislamu ndugu yangu? Umesema unaitwa nani? Naitwa Samuel Washira. Aha, unaonaje kuhusiana na Uislamu? Waislamu wako sawa. Wako sawa kabisa. Na wewe unaonaje kuwa Muislamu? Siwezi kuwa Muislamu kwa saa hii, lakini kwa Uislamu naona mali naweza congratulate sana, ni mali unapataka maybe mtu amefariki alafu unapata saa hiyo wamemzika, tuseme kama ni hiyo siku amefariki wanamzika saa hiyo hiyo, so hakuna gharama yoyote. Naona hapo ni kama wanakuwa kipaumbele, wanakuwa mbele yetu kama Wakristo. Aha, sisi kwa kweli sisi tunazika hivyo hivyo. Wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Wakristo wanazikaje? Wakristo kuna Wakristo tofauti, utapata mtu amewekwa wiki moja ndo azikwe, ndo shughuli ipangwe nini ndo baadaye atapumzishwa. Wewe unaamini Biblia? Naamini Biblia. Hebu tuangalie walikuwa wanazikaje, tuone kama unaiamini Biblia. Mwalimu, kuja unisomee Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5. Angalia kutoka. Jina lake Tabitha. Ndio. Tafsiri yake ni Dorcas. Ndio. Yaani paa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ndio. Ikawa siku zile akaugua akafa. Ikawa siku zile ule mwanamke alikuwa anaitwa Dorcas akafa. Hata walipokwisha kumuosha. Kwa hivyo mtu akikufa kwanza anaoshwa. Sio kupeleka mochari. Anashikwa kwanza anaoshwa. Baada ya kuoshwa anafanywa nini? Matendo ya Mitume 5:5 sasa. Sikia. Baada ya mwili kuoshwa kama umekufa, ukioshwa vizuri sasa unazikwa, na unazikwa kupitia nini? Sikia. Matendo 5:5 anasema. Anania aliposikia maneno haya, ndio akaanguka akafa. Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote ndio waliosikia hayo. Ndio vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Kwa hivyo mtu akikufa anafaa zikwe siku gani? Hiyo siku tu bado. Na tumeona Anania alichukuliwa akazikwa na nini? Sanda. Kwa hivyo sio sanduku. Kwa hivyo sisi Waislamu tunatumia sanda. Sanda sio gharama kubwa. Ni shilingi kama ngapi mwalimu wangu? 1500. 1500 tu. Sio lazima ununulie mtu sanduku ya kimoja, umweke suti na tai na umwekee simu kwa mfuko na laini. Yaani inakuwa ni gharama kubwa. Sisi Waislamu mtu akikufa tunamnunulia sanda. Tena anazikwa, tena huyo mwili unaoshwa. Unaona? Kama vile Dorcas tumeona mwili wake ulioshwa. Anania naye akakufa akazikwa na sanda. Lakini sio mambo ya kutumia sanduku. Si ni kweli? Ni kweli. Kuna andiko sijui katika 7:32 kitabu cha Luka. Hebu nisomee hiyo andiko. Kwenye haya tu nikiongezea kidogo mwalimu hapa. Bibi yake ameenda sokoni. Amerudi baada ya masaa 3. Anapata bwanake amezikwa. Nasikia hapa. Mara akaanguka miguuni pake, inasema hivyo. Unaona? Hata muda wa masaa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamwambia, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia miguu ya waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua wewe pia. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika. Kwa hivyo mtu akikufa siku hiyo hiyo
Anazifaa ziko hiyo siku. Sio kukalisha mwili mochari, kuweka mwili mochari unatesa ile mwili. Kwa sababu pale mochari inadungwa mashindano, inakaa pale kwa fridge. Na unaona mwili wanga inaoza. Na ndio madaktari wanatumia ile dawa, wanakata kama ni hapa kwa shingo ama kwa paja, wanaweka dawa ili ile mwili isioze. Ndio unaona sisi Waislamu mtu akikufa anazikwa hiyo siku. Unaona tena anatumiwa sanda, sio sanduku. Hebu nisomee Luka 7:12 nafikiria. 7:12 Luka. Ni sanda. Usiende sikiliza andiko kabla hujaenda. Sio lazima usike mtu na sanduku alafu unamwekea tai na kiatu, unamwekesha pshuta na saa. Hizi vitu ukitaka kupea mtu mnunulie wakati yako hai. Usipe mtu kama wakati amekufa ndio unakimbia kununua sanduku ya 100,000. Sisi Waislamu hatufanyi hivyo. Kama wewe uko uhai, kama na kununulia kanzu mzuri, kiatu mzuri, ukiwa uhai. Kama ni mzazi wako, nenda muone ukiwa uhai. Kama ni suti, mnunulie akiwa uhai. Si wakati amekufa ndio unaenda kumnunulia suti. Ati mimi nimejitolea nanunua sanduku ya 100,000. Fanya hiyo maneno wakati angali wazazi wako uhai. Unaona soma hiyo andiko mwalimu. 7 ngapi mwalimu? 7 nadhani 12. 7:12 Luka. Acha naweza 11. Baadaye kidogo na 12 nasema na alipokaribia ndio inasema na alipokaribia lango la mji, ndio hapo palikuwa na maiti. Hapo palikuwa na maiti. Huyu ni Yesu. Alipokaribia pale palikuwa na maiti, anachukuliwa nje. Ndio ni mwana pekee wa mamaye, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Ndio na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Ndio walikuwa pamoja naye. Ndio Bwana alipomuona Yesu, wakati alipomuona alimuonea huruma. Ndio akamwambia usilie mama. Akaambia ule mama usilie mama. Akakaribia. Ndio akaligusa jeneza. Akaligusa nini? Jeneza. Sio sanduku. Sanduku. Maliza andiko. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema kijana, kijana, nakwambia inuka. Kwa hivyo ule kijana anaambiwa na Yesu inuka. Kama angekuwa kwa sanduku ingebidi kutafutwe nyundo na misumari ndio sanduku ibomole. Lakini kwa msikiti kuna kitu inaitwa jeneza. Mwili unabebwa na jeneza. Unaona Waislamu wanabeba mwili hivi. Hilo ndiye jeneza, sio sanduku. Na inafunikwa na kitambaa juu. Sio sanduku kama hizo unaona zinatengenezwa huku. Mwili umefungwa vizuri na sanda. Ukifungwa vizuri kisha kunawekwa kitambaa juu, kisha kuna ile jeneza unawekwa pale, unabebwa. Unaona Sio sanduku. Maana huyo kijana Yesu anamfufua alikuwa ni mtoto mjane wa mamaye. Anafufuliwa na Yesu anaambiwa inuka. Kama angekuwa kwa sanduku singebidi bomolewe. Ingebomolewa na nyundo. Kwa hivyo Yesu alikuwa Muislamu na ndio wale watu walikuwa Waislamu pia, maana walikuwa wanatumia sanda, wanatumia jeneza wako, wanatumia sanduku. Na kama ni mzazi mnunulie kitu angali uko uhai. Kama uko hai mnunulie kitu. Kwa hivyo Uislamu ni mzuri. Unaonaje ukuwe Muislamu ndugu yangu? Uislamu juu kulingana na mimi sijaingia sana, sijaijua, yani sijajua huko deep venye iko. Lakini ni kama bado naona hata wao wanaangalia, hata wao wako wanafuatilia sana kuhusiana na Biblia. Sio kwamba wanafuatilia sana na Biblia. Ila Biblia inafunza mambo mengi na ambayo yanahusiana na Uislamu. Si ni kweli? Ni ukweli. Unamjua Mtume Muhammad? Hapana. Umjui? Ametabiriwa pia kwa ile Biblia yako. Nikuonyeshe? Usinionyeshe kwa leo. Unamjua Mungu? Ndugu yetu anapenda kumjua. Usiende basi, acha mwalimu akuje. Mwalimu karibia. Acha huyo aonyeshe. Acha kwanza nifike hapa. Nimalize shughuli nyingine nilikuwa nayo. Barikiwa sana ndugu yetu. Siku nyingine. Inshallah. Sema inshallah. Inshallah. Barikiwa sana. Alhamdulillah. Acha tuonyeshe ndugu yetu. Amesema angetaka kuona kama utabiri wa Mtume Muhammad uko ndani ya Biblia. Isaya 21:13. Hivi kwanza unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Paul. Paul Naibei. Paul Naibei. Masai. Wanasema enga inabo. Mungu ni mo. Hebu sikia kitabu cha Isaya 21:13. Sikia utabiri wa Mtume Muhammad. Isaya 21 mstari wake 13 nasema hivi. Ndio. Ufunuo juu ya Arabuni. Ufunuo juu ya Arabuni. Ukisikia ufunuo ni revelation. Ufunuo ni revelation juu ya Arabuni. Arabuni nani alitoka? Arabuni sijajua nani alitoka. Arabia. Mwenye alitoka Arabia ni nani? Sina kopi. Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu nisomee Wagalatia 4:21. Mimi mwenyewe
ninafuatilia, najaribu Kiislamu, ninafurahia, huwa naipenda. Mimi ni Mkristo, lakini vitu kadhaa Kiislamu naona wanafanya kama usafi wa Uislamu, kwenda usafi ile ingine hiyo huwa nafuatilia. Huwa nina vitu mingi ninafanya kama Kiislamu. Hata familia wananiuliza, unaenda na maji wapi wewe? Naambia ninapenda ile usafi, unipata. Sio kama ile hizo nyingine ile tunaenda na tissue whatever kitu kama hiyo. Naweza pata mchana nimekaa pale ninaosha miguu, ile ni gari yangu. Naweza pata ninaosha miguu zangu, lakini mimi mwenyewe ni Mkristo. Lakini kati ya saa msikitini lazima ninasikiza. Aha. Kwa hivyo ndugu yetu anapenda Uislamu na anafuatilia Uislamu. Maana amesema yeye anatawadha na anapenda kusikiliza mambo ya Uislamu. Ila tu ni ile hajapata mtu wa kumuelekeza akapata kujua Uislamu. Hebu mwalimu wangu karibia kidogo unisomee Qur'ani 5:6. 5:6 tusikie Qur'ani vile inasema. Maana umesema wewe unatawadha. Qur'ani 5:6. Qur'ani 5:6. Sikiliza, ndugu yetu amesema yeye anatawadha na anapenda mambo ya Uislamu ila Waislamu wanafanya. Yani anapenda. Sikia Qur'ani. Hii ni Qur'ani iko na Kiarabu na iko na tafsiri yake ya Kiswahili. Mimi hujaiona Qur'ani. Umeshaiona Qur'ani? Sijawahi kuona Qur'ani. Hii ndio Qur'ani sasa. 5:6 Qur'ani. Marafiki yangu wengi ni Waislamu. Aha, marafiki wake wengi ni Waislamu. Haya, tusomee Qur'ani 5:6. 5:6 nasema, enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Mnaposimama ili kusali. Sisi Waislamu tunaambiwa enyi mlioamini, mnaposimama ili kusali, basi osheni nyuso zenu. Kwanza sisi tukienda pale tunaosha uso wetu na mikono yenu. Tunaosha mikono yetu mpaka huko vifundoni. Na mpake vichwa vyenu. Kichwa hauoshi, unapaka tu maji. Na osheni miguu yenu. Na tunaosha miguu yetu mpaka vifundoni. Teremka. Kwa hivyo sasa hii ni Uislamu na ambao unafunza kabla hujaenda kusali, kwanza unatawadha, unaosha miguu, uso wako, mikono na unapaka kichwa chako maji. Aha, huo ndio Uislamu. Na Yesu pia alifunza hivyo. Yesu alifunza hiyo kitu na akafunza watu waanze kutawadha. Na wakitawadha wanafanya ibada, wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Juu mara mingi wanafanya hivyo. Mimi sio Muislamu lakini ninafanya hiyo kuosha miguu, kupanguza kichwa na kuosha mikono, kupanguza kichwa hivyo. Kwa hivyo kuna kitu moja tu umebakisha. Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Barikiwa sana. Qur'ani 21:108. Amesema Mungu ni mmoja. Qur'ani 21:108. Sikiliza Qur'ani, tukufunze na Qur'ani. Hii inaitwa Hudal Nas, mwongozo kwa watu ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Sikiliza Qur'ani vile inasema, maana umesema Mungu ni mmoja, pia unatawadha. Hebu tusikie. 21:108 nasema 108. Wanasoma haya maandiko matakatifu. Nasema sikuletewa wahai, sikufunuliwa, ila kwamba Mungu wenu ni mmoja tu. Hata sisi Waislamu tunajua Mungu ni mmoja. Maliza. Je, mmesilimu? Sasa Qur'ani inakuuliza, je, umesilimu? Kwa Kiislamu ama Kikristo? Waislamu, hii ni Qur'ani. Ndio inauliza kama unaamini Mungu ni mmoja. Je, umesilimu? Kusilimu ni to submit that Allah God is one. Najua Allah ni mmoja. Sasa huu ndiye anafaa kuabudiwa kwa sababu siku ya mwisho atawarudishia mataifa yote lugha iliyo safi, wamwabudu kwa nia moja. Sefania 3:9. Na kufunza hata na Biblia. Naamini Allah ni ule Yesu ule mwenye mimi namwabudu, na Allah bado ni wote ni kitu kimoja. Sasa bado ni ule ni moja tu huyo. Ile Mungu Muislamu anaomba na Mungu ule Mkristo anaomba ni Mungu ni mmoja. Sasa Allah na Yesu ni tofauti. Allah ni muumbaji wa mbingu na nchi, lakini Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sijui kama unaelewa hivyo. Yes, elewi. Ni mtume wa Allah. Ni mtume wa Allah. Yaani ni mtu na ambaye aliyetumwa. Anaitwa mtumwa. Alitumwa na Mungu hapa duniani kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo huyo ni mtume wa nani? Wa Mungu. Sasa kuna Mungu na kuna Yesu. Na ndio tunasema Mungu ni mmoja. Na Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. Kwa mfano hivi 17:3. 17:3 Yohana. Ndio uelewe venye nakuambia. Allah
Na Allah ni kama Mungu sasa. Allah ni Mungu, Mungu mwenyewe. Yesu ni kawaida, Yesu ni Yesu kawaida. Yesu ako kando, kuna Allah na kuna Yesu. Sikiliza. Hapa ni 17:3 Yohana. Kwa Kiislamu nilikuwa nimekosa kujua Allah ni mgani na Yesu ni mgani. Haya, sikiliza sasa 17:3. Nasema hivi, na uzima wa milele ndio huu. Ndio. Wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Kwa hivyo kuna Mungu wa pekee na wa kweli ni Yesu anasema, na Yesu Kristo aliyemtuma. Na Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu na nani? Na Yesu. Na huyo Mungu ndiye Allah ambaye alimtuma Yesu. Umeona Katika lugha ya Kiebrania Eloi. Eloi ndio pale Yesu alisema Eloi Eloi lama sabakitani. Yaani Mungu wangu bora umeniacha. Kulingana na imani ya Kikristo. Kuna kitu kidogo ndaongezea kimwalimu tu hapa. Naam. Kuna jambo umelitaja na jambo hili ni hatari sana. Kusema kwamba mimi wewe unamwabudu Yesu. Unaona? Mimi namwabudu, najua Yesu na najua Mungu. Okay. Asante sana. Na sasa Yesu alifunza watu jinsi ya kuabudu Mungu, kweli si kweli? Ni kweli. Na pia Yesu aliabudu Mungu, si kweli? Ni kweli. Asante. Sasa nafikiria mengi tutazungumza kulingana na muda wetu, pengine ndio umekupa kisogo. Kama una swali lingine la mwisho tuweze kuuliza. Sina swali lingine. Basi ndugu zangu, tumekuwa na baadhi ya ndugu zetu tuliojumuika pamoja katika kufundishana, katika kuelimishana na kuelekezana katika njia ya taratibu. Na ndugu yetu anatoka sehemu za Samburu au Masaini? Masaini. Tumetembea sehemu za Masaini sana. Juzi tumekuwa Enaibilbil. Na unapajua? Napajua. Hapo kwa saizi mimi nafanya barabara kutoka hapa hadi kaunti ya Turkana. Kwa hivyo tumekuwa sehemu za Masaini, tumekuwa Suswa. Tumekuwa kule ndani kule Masai Mara kule Moswani. Nimekuwa kule Maralianda. Na idadi kubwa ya watu wamesilimu, wameingia katika Uislamu. Masai ni watu wazuri na wanamiliana vizuri na ndugu zetu wa Somalia, wanafanya biashara kule sehemu za ndani. Wanakaa vizuri na watu wa taratibu. Kwa hivyo tutakuwa na mengi ya kuzungumza kutokana na muda na tunaenda mbali. Kwa hivyo una ushauri gani kuhusu mafundisho yetu ya leo? Mafunzo zenyu nimefurahia na sijaona ubaya yote kwa Kiislamu. Kitu ya kwanza ni naunga mkono upande, unaona kama upande wa nikisimama hapa na nyinyi nikiongea na nyinyi, upande wa kuzika hiyo ninapenda sana wakati naona wamebeba hiyo nini wamebeba nini ya jeneza ya Kiislamu. Huwa ninapenda sana unaona hivyo vitu juu Waislamu hakuna gharama, si kama Wakristo. Unajua sasa hizi kwa mfano mimi bahati mbaya nifariki nikiwa hapa nikiwa kama Muislamu, familia yangu hatakuwa na gharama juu nitazikwa na Waislamu wenye wako hapa msikiti hapa, watajua wewe ni Muislamu, nitachukuliwa nizikwe, familia yangu itajulishwa kuna mtu wenyu amekuwa mahali fulani, lakini tumesha kumweka mahali tumestiri. Sasa unaona ninaona mimi upande wangu naona Kiislamu ni vizuri. Mimi naitwa Paul Naibei. Ninafurahia hata mafunzo zenyu, hata wakati wa msaa msikiti huwa napenda kusikiza, lakini sasa nile sijakuja karibu. Niko na marafiki zangu Abdalla, Nasir, huwa tunafanya mara mingi, hata kufunga kwenyu huwa ninafuatilia. Ramadhani tunaanza kesho, ndio tunaanza kesho mimi Ramadhani. Nile sijajua saizi nikiuliza mwalimu hapa Ramadhani mnafunga aje na tunafungua aje? Hiyo ni swali yangu ya mwisho. Najua mnachelewa, mnaweza enda mahali penye mnaenda, lakini swali yangu mkifunga mnafunga kivipi na mnafungua kivipi? Okay. Asante sana. Kwanza kabisa sisi tunafunga kuanzia alfajiri kabla kujapambazuka. Yaani naweza sema kuanzia mwendo wa saa 11 alfajiri, na tunafungua jua inapozama, manake saa 12 kitu na nusu ama na 40, bora jua inapozama ndio mnafungua. Na pia vile vile sisi hufunga kwa siku hiyo mpaka jioni. Hebu nifungulie kitabu cha Waamuzi 20:26. Unajua kuna wengine wanauliza mbona nyinyi Waislamu mfunge siku kama Yesu siku 40? Unaona sasa kitabu kimoja tu hapo la funge. Waamuzi 20:26. Waamuzi yetu Masai.
Waamuzi 20:26. Inasema hivi: ndipo wana wa Israeli wote hao Waisraeli wote na hao watu wote wakakwea kwenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni. Unaona? Kwa hivyo sisi Waislamu tunafunga asubuhi kabla kupambazuka kwa jua, na tunafunga baada ya jua kuzama. Jua inazama, Waislamu wanafungua. Unaona? Unafuatilia hiyo pia. Nilikuwa swali yangu nilikuwa nauliza hivi, niliona kuna rafiki yangu mmoja ni Muislamu, lakini kuna masaa naona anajiba kukula, na sisi wa Kristo kama tumefunga ni kufunga, kama tumefunga ni mpaka jioni, ni hivyo. Sasa huyo sasa, wacha nikukate kwa ufupi. Huyo si Muislamu wa kweli, si Muislamu anayefuata dini kisawasawa, kwa maana hafai kujiiba, ila Mwenyezi Mungu pia vile vile ameweka ni udhuru kwa watu kadhaa. Kwanza kabisa Qur'ani sura ya pili aya 183. Kama na shida kama hizo, kama mwalimu baada anafungua, swali yangu ni hili, ningependa kufunga na nyinyi Ramadhani kesho. Ninaruhusiwa kufunga kuanzia saa ngapi? Juu huwa nafuatilia. Tufungue, umesema tukifunga tunafungua jioni. Mchana chochote usijaribu kunywa hata maji. Asubuhi ninaweza, usiku saa 10 ninaweza kula na nitulia. Kuanzia magharibi unaruhusiwa kula paka kabla ya kupambazuka kwa jua. Yaani wewe unakula paka saa 11:30 unaruhusiwa kula. Lakini itakapofika saa 11:30 ule Muislamu atakapoadhini, utakaposikia kama unaishi karibu na msikiti ukasikia Allahu Akbar, basi unaacha kula kuanzia saa hiyo. Ile wakati ule nilikuwa nafuatilia, na nilikuwa asubuhi ninaweza kula hiyo tende. Ninakula huwa natumia. Sasa ninatumia tende kufika kabla ya saa 12, nilikuwa natumia mpaka saa 12. Mchana naweza shinda hivyo. Sasa usitende peke yake. Unakula chakula yoyote, kama ni mtu wa sima, ugali kula, mtu wa pilau kula. Usijihini. Ikifika magharibi imeadhiniwa, wewe kula chakula chako kama kawaida tu. Sawa. Kwanza hebu msomee nini? Alafu kama atafunga kesho asilimu tu moja kwa moja. Qur'ani 2:183 inasema, enyi mlioamini, mlazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Ndio. Siku chache tu kufunga huko, na atakayekuwa mgonjwa katika nyinyi au katika safari atafunga baadhi ya siku, basi aitimize hesabu katika siku nyingine. Yaani mtu akiwa mgonjwa, wewe ni mgonjwa sana. Mwenyezi Mungu anasema la yukallifu nafsan ila kusaa. Mwenyezi Mungu akalifishi nafsi ya mtu. Mtu ni mgonjwa, anatumia madawa, alafu anafunga. Hapana. Huyo mtu anafaa kuendelea apate matibabu yake mpaka apone. Lakini akipona atalipisha zile siku. Ile siku ya yani mafahamu. Au pia vile kuna safari ndefu. Kwa mfano zamani ulikuwa unaweza kutoka hapa Nakuru mpaka Marsabit. Ilikuwa ni njia mbaya. Unaweza fika baada ya siku moja au mbili. Lakini sasa hivi njia imetengenezwa. Iko sawa. Kwa hivyo hiyo barabara kama hiyo, unalala barabarani, unamkia barabarani, basi ulikuwa unaruhusiwa pengine wewe yani usifunge. Kwa mfano nikiuliza mimi kesho natoka saa 3. Kufunga kwangu, kufika kwangu penye ninaenda nitafika saa 5 usiku. Kutoka hapa naanza safari kuanzia saa 3 ya mchana hadi saa 5 ya usiku. Nitafanya aje? Sasa utaangalia kama hali yako ni nzuri, unajiweza, basi wewe unaweza kufika pale, kama kuna stage unasimama, kwamba ukifika saa 12:30 unaweza kusimama katika hiyo kituo ukafuturu, ukafungua mwadhini wako kule, ukaendelea safari. Unaona saizi tukiongea hapa, gari yangu hata ukienda kuangalia pale na kamera, niko na ile mkeka kutandika chini ya kusali pale ndani. Na mimi sio Muislamu, lakini napenda hiyo, niko na hiyo, yani hiyo wakati nikifanya shughuli zangu nitakaze, ninatumia mkeka wangu. Sasa mimi ningekuhusia kitu kimoja, ndugu yangu, kutokana na hali leo, Mungu amekujalia umepata na walimu, na kilichobakia wewe ni kusalimisha nafsi yako. Hata Yesu anasema anaipenda nafsi yake ataiangamiza, anaichukia nafsi yake ataisalimisha hata apate uzima milele. Kwa hivyo kusilimu si kuingizwa kwenye maji.
Kusilimu ni kukubali kwa moyo wako, unasema mimi nakiri kwa moyo ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, Muhammad mtume wake, Musa ni mtume wake, Yesu ni mtume wake. Basi hayo maneno yanakufanya wewe kwa Muislamu. Ukifunga bila wewe kwa Muislamu, ile funga yako huenda Mungu asikubali. Kufunga kwangu, na mimi ni Mkristo na ninafunga Kiislamu, ninaona Mungu anajibu majibu yangu. Majibu hata Mungu mwenyewe, hata baniani anayeabudu moto, Mungu pande Allah anajibu. Nimejaribu kufuatilia kulingana na sasa mimi nakuhusia kitu kimoja, wewe silimu. Hayo majibu yako yatajibiwa zaidi. Bado nilimekutana na nyinyi mara ya kwanza, nilikuwa ninaomba wakati mwingine ama nikipata wengine pia wakinieleza vile wamenieleza tena, wakinifuatisha tena hivi. Unajua kila kitu unaifuata. Unaona vile naona mlikuwa mnafuatisha ule kumueleza, ikaniguza mimi sana, nikasongea nisikize vile niweza uliza hiyo swali. Mimi ninashukuru kwa kuweza kuja kuungana na mimi na kulingana vile mnanielekeza, ninaona Kiislamu sio mbaya upande wangu. Hata kama mimi ni Mkristo, naona Muislamu nitakuja. Kuna siku nimeweza kueleza mke wangu